How are you, my good people? It's another episode of Proxy Podcast. We have a guest leo na tunataka kujua mtu anaweza jirealize kwa hii life, ujue purpose yako kwa hii dunia na ulive according to that purpose. Kuna mtu aliniambia si purpose yangu, ni purpose ya God yenye inaonekana through, yani ile kitu God anafanya through mimi, purpose yake through mimi kama binadamu. So tuko na changamoto nyingi sana zinatufanya tusifikie ama watu wengine hata wajuangi purpose yao kwa hii life yao. So tunataka kujua, tutajijua aje kama watu wenye tunataka ku prosper kwa hii life. So without further ado, I'm your host, Ambassador Kibuchi Kariuki, and today I have a guest. Tumelelewa pamoja, nimemwona akigrow, ameniona nikigrow. So tukiongelea purpose, tuko na vitu mingi sana za kuongea leo sababu kuna zile challenges zimekuwa kwa life, but unaona mtu amekuwa someone saa hizi. So without further ado, welcome. Thank you. Utatuambia jina yako, tuambie jina ya wazazi kama unataka tuwajue, na what you do. Utuambie tu life yako kidogo sababu najua we will have you more and more. Thank you. Najua uko na substance, uko na a lot yenye inaweza saidia watu wenye wako hapa nje wenye wana try to navigate life saa hizi. So feel much welcomed. Thank you. Introduce. Okay. Thank you for having me. Welcome. My name is Wanjiro Ishobi. I'm a therapist. Also in finance. I'm a certified public accountant. You've said niseme kwenye nimegrow. Kwambie kweli nataka kujua kwanza kabla utuambie ile mazuri umetuletea leo kwa podcast yetu. Okay, mimi tu ni just a village girl, born brought up in Kirinyaga East, Gishogo constituency, and hizo vitu zenye you've seen each other grow, so I think we have so much in common. So when it comes to whatever you've just introduced about getting to know your purpose, we have so much to talk. So thank you. Bila kwenda mbali sana ama kukawia sana kabla tuanze story, nakumbuka ulisomea Ngaru. Yeah, by the way, I'm an old girl of Ngaru Girls High must be there, high school. Yes. What's so high about Ngaru? Because we made it high. It used to be just secondary. We made it high. Ngaru secondary. Yes, now we made it high during our times. Na mimi nilisomea Kangaru. By the way, watu wajuangi nilisomea wapi? Watu wajui nilisomea wapi? Nilisomea Kangaru School Embu. So tuko na mgeni nilisomea Ngaru na mimi nilisomea Kangaru. So tuna Ngaru. So tuko na Ngaru hapo katikati. Well, that's a nice one. I've never thought of it that way. Sasa nikuulize. Uliza. Ukigrow up, ulikuwa unataka kuwa nini? Okay, thank you. Me growing up, I wanted to become a doctor. Doctor ama veterinary, unajua? No, watu, daktari wa watu si wa mifugo. Ngosira yeno onete munywa. No. Vet, no. I really wanted to become a daktari, but I think pia before I answer that question, for someone actually to become chenye meshikutamani kukua, there are so many things zinachangia mingi. Number one, where I grew up, sikuwa nimeona daktari. Kweli. You know our village. Kijiji yetu haina daktari. Yes, watu huko walikuwa karao. Saizi wako kwa tumeenda tu kwa hiyo rika yetu. Kielo hiyo kitu. Hatuko wazee sana usitaki kusema hivyo, nadhani si ni wahenga. We are not that old. But kwa hii generation yetu at least wamekama juu si tumeondolea hiyo kitu kilikuwa. So me I've never seen one.
secondly, lakini ulimuona hosi. Yes, kwenye nilizaliwa my brother is the biggest cousin kwa the extended family. Na mimi sasa. So hakuna mtu alikuwa ameenda mbele yangu angenishika mkono aniambia, "You want to become a doki? You start here, we do this." No one who was there. So it is me and navigating my way out. So venye nilifanya form 4 sikupata grade ya kuitwa kufanya medicine. But still nilikuwa nimejipanga, inaitwa medicine. Nilikuwa nimejipanga vizuri, ninajua nikimiss hii naenda KMTC nifanye CO, nikimaliza nirudi shule ni kuwe chenye nataka kukua. I was very specific and this is something I never shared with people. Nilikuwa nataka kuwa daktari wa watoto, pediatrician. So vile sikupita sana na sikuanguka. I must clear the air. Sikuanguka lakini sikupata grade ya kwenda kufanya medicine. Kupita ni gani? Kupita ni A. Me I used to think I'll get an A. Safi, but nilipata hapo chini kidogo. Sina huku chini, hapo tu chini kidogo. So nilikuwa nimequalify kufanya clinical medicine, ile diploma ya KMTC. Nao nimekwambia kuna kijana tu mmoja home alikuwa KMTC. Somehow alinisaidia, jota alikuwa ananionyesha it is doable, it is possible, but now tuko tunapatana sana. Tu pia kwa kuna kakitu tu about the environment you grow up inaweza determine sana if you are not keen. Lakini kama uko na njaa ya kitu you research sana, unaweza kuwa what you want. Alafu enzi yetu tukigrow up hakukuwa na Google, hakukuwa na social media, hakuna mahali. Sasa ni gazeti. Nilikuwa nashinda kutafuta gazeti KMTC waki-announce vacancy. Sasa kuna dem fulani tulisoma naye high school, babake alikuwa anauza gazeti na shopping center. Alikuwa anaitwa Kimunye. Should I mention her name? She's Marion. So hata yeye alikuwa anataka kuwa the same. Babake alikuwa anauza gazeti Kimunye hapo kwa stage. So alikuwa anacheka na niambia. Hata alikuwa anataka kukua nurse. So sisi tuna apply. Me I applied 4 times until I lost hope. Kitambo kupata chance KMTC ilikuwa kama kupata visa. It was a real problem to get one. So I never got that chance. Na sasa the next option ilikuwa banker. At least hapo nilipata through a friend who was dating a banker and they are my friends up to date. Wale watu unajua wanaweza kufa na wewe. They are my friends up to date. That guy is from Nyeri. He's the one now. Alikuwa already ameshafanya accounts, alikuwa na work na housing finance before ikuwe bank. So yeye alinionyesha nao kuja Nairobi. Actually alituhost kwa nyumba yake. Unasikia sio wako. Na beshte yako sasa? Ni chali ya beshte yangu. Beshte yangu ako KU. So I went to Nairobi. The next option ilikuwa kuwa banker. So akaniambia badala ya kufanya banking, fanya accounts. You have uko na scope yako ya kazi, unaweza pata jobs more, market uko market, unaweza fanya kwa kampuni, unaweza fanya kwa hiyo bank, unaweza fanya anywhere. And I bought the idea. Actually ni kama ilikuwa tu just divine dot to kunihurumia. Mungu tu alinihurumia jamani. So nikaenda, akanionyesha, nikapata shule, nikaenda KCA. Sasa nikafanya hiyo accounts. Now nikakuwa certified public accountant. Ndio huyu hapa. Now, did you practice? Kwanza nikuulize. I have. Umepractice accounting? Sana. Actually since nimaliza shule, that is 2014. I think that is what I've been using. Hiyo ndio tu imenilipia bills up to now. We'll come to that point. Yenye sasa nilijirealize now. Ukoona sasa. Again, on that note ya wale watu wenye wanaweza kushow. Nilikam nikajua. Unaona kale kitu nataka kukua lakini unaona nika impossible. Daktari niko ni possible. Juu nimeona hosi. But I think deep down nikikuwa high school kwetu kuligawanywa shamba. Nikapenda sana job ya land survey. Watu wa mapping and everything. Vile uliona wakifanya kazi. Na sikuwaishi na mtu, but deep down una ile kitu naekanga. One day we'll discuss about things we've put them in a blind. Hakuna mtu anajua, unaileta kwa another window, alafu unaileta kwa public. Hiyo iliishi hapo, ni mimi pekee nilijua. So when I came to KCA one day, jamaa fulani tulikuwa very close. Actually nilichelewa kwenda shule. So nilipata nasoma na watu wadogo kuniliko. Juu ya kungojea KMTC. I stayed home for 2 years.
Kweli. 2 years. So nilisoma na watu wenye walikuwa bado watu reject. Mimi nimeshakaa nje, nimejua maisha wao ni tu soft. Maisha imesha kugonga tayari. In that class kulikuwa na chali alikuwa he so rest in peace, he died. He passed on bado tukisoma. Akaniambia shit, ndo nikakubaia lunch. Wapi? Mimi was that ka village girl. Nikitoka asubuhi na kula, juu bado mzazi anakazana ndio usome. Lunch na inama. Tunaenda afternoon classes. Naenda home na kula, napika supper, lunch na lala. So this one day told me, tona nikakuonesha chuo. Yeye alikuwa born brought up 44. So anajua Nairobi. Huko ni home. Akanivusha barabara ile sandi nyingine ya KCA, ndio Kenya School of Mapping. Iko. That is where now the land surveyor zenye sijawahi share na mtu, they are made. I felt pain. Ushaisikia umedungwa kwa heart. Imetokea. Hiyo ndio kitu ndio nilikuwa nataka. Sasa nimekuja opposite. I've never told anyone na nimediscover. I think ni relieve. A moment kabaya hapo. Ayu tell nini unazubaa wewe, twende. I never shared with him. Hata ukumwambia nimeona my dream school. I think it's the last time I'm sharing it. I think ilinipiga mpaka nikaswear my children. Mungu nipe platform ya kuconnect na watu. I want if someone want to become this, I know where I can take her, and I know few people I can call. So fast forward, hiyo ikapita hivyo, nikarudi nomo kufanya accounts. Nikiwa accounts sasa KMTC wakanitumia ile barua ya kwenda kufanya clinical medicine. Ukiwa KCA sasa. Wakakutumia na wazazi wangu hata hawajuangi story, by the way. Very bad. Wakanitumia. Imekupita na miaka ngapi saa hiyo? So hiyo niko mwaka ya pili. So nimekaa 4 years nje. Sasa tunaona imekuja mwaka ya pili nikiwa shule na nishaka 2 years. So nilimaliza 2008, 2009, 2010, niliingia shule 2011 January. Juu ya kungojea hizo vacancies. So imagine ungeendelea kungoja KMTC, ungengoja 4 years. Sasa ningekuwa hata nishajipanga na life vingine, maybe hata ningekuwa nishaolewa. Na nimepata hata mtoto maybe, but I think it was just turudi hapo kwa environment. Ile environment yenye mtu amegrowia. Sometimes watu waone kama ni issue, lakini penye umegrowia ndio inakushape kwa yule mtu unatakanga. So mimi pia niko na story kama yako. Ukitaka ukigrow, mimi nikigrow ni wanataka kuwa mtu wa media. Wow, journalist. So kwenye niko pia hakuna mtangazaji tunaona kwetu. Munene Nyaga. Nikumsikia. Ni yako mbali. Na mwingine alikuwa anaitwa sijui nani, alikuwa anakuja kipindi fulani usiku. So hiyo environment PMY wa Githinji, something like that. So hiyo environment yenye tuligrowia in our village ilinimata mimi kwa yule journalist niliwanta kuwa, but I thank God. You could have made a good one. Saizi ndio hii tuko mbele ya kamera, we are doing it. So we are living it. We are living hiyo purpose ni mtu aliwata kuwa. So kwa hiyo environment babangu kwanza aliniambia kitu mbaya sana. Okay, ni mzuri sababu imenimake. Babangu aliniambia mimi nataka usome ile course yenye ukisoma naweza kuhongania upate kazi permanent. And I was like, mzae badala ushinde ukinifunza ndio urudi unihonganie, bado ni pesa inatumika. Nikamwambia mimi ningetaka unitafutie kazi yenye utahongana direct mimi niende. Nikajipata mimi nikarau. So environment inachangia sana. I think on that point ya environment, bado kuna watu wanawezanga kuthrive. Na watu wanakuanga na kitu fulani kaka, maybe ulimake a friend. Naona high school venye tulikuwa tuna avoid watu wenye wako exposed. O mabombe yao sasa. That was a mistake. Na ni juu tulikuwa na self-defeating thoughts. Zinajua kwetu, wewe watu wa Nairobi, sijui watu wa gani unasikia babake ni hii. Unaona wale watu waliweza ku make friends wenye wametoka after shule, si walienda kwa visit. Those people made it. You know, at least ile mindset, unajua mindset yako ni daily unaendelea kuifeed. Kama unakaa unaambiwa na mtu kama sasa Jona, unaulizwa unataka kuwa mtangazaji, unajua mgani? Hiyo Kiswahili yako, you know, na sasa kulikuwa mpaka na radio stations za Kikuyu.
So ukisema unakuwa journalist si lazima ungefanya hiyo ingine. Sasa hao watu nakaa na wao wanakuweka ka negativity, wanakuweka sasa. Ule msee mwenye aliweza kuconnect na people from maybe the urban centers wenye walikuwa wametoka wameona mwangaza, ama hata kama si Nairobi, babake ni banka, babake ni anafanya kazi sijui wapi. Hao watu mimi najua, I know of a few wenye wali make that wakakuwa even now penye niko. Mimi sisemi niko very successful, but pia that thing worked for me. After nilikuja Nairobi nilijaribu sana kucut off connections za village na si na watu wanaitanga kiburi. If you are not keen, after school you'll still go back there. Si umeona watu wanamaliza graduation wanarudi home kutafuta kazi. Wacha sasa nikukate, wanasemanga hata ukihamishwa kwa kijiji, hata upelekwe wapi, ukijiji tokangi ndani yako. Sasa mgeni wetu anatuambia but you can work on it. Ukiwa aware, mimi as for me niko hivi sababu ya where I was born and brought up. I have a chance now to make a difference. Na mimi nikakuwa very open. Ninaweza actually used to sell earrings kampo. Mimi sikuwa na struggle food. Nilikuwa nauzanga. Nenda Kamukonji na buy 5 bob 7 bob unauza 50 shillings. So if you sell 2 na ni possible hata kuuza 4. Me that is how I survived, by the way. And some other gigs zinakuja, sijui unasikia kuna promo ya Nivea, kuna promo ya this any other company. Wase wakienda mimi najituma naenda. So hizo networking unapata huko ndizo zilifanya nisisikie kurudi home. Unaona sasa uko umeona it is possible. It is possible to work for 2 weeks and rent ya 2 months. I used to pay that 500. Then later nikahama. Sasa vile nilikuja nikakuwa mjanja. Nikaenda sasa ya 4500. I could pay that rent. Unaisaka na 2 weeks na inapatikana. Sasa ukienda promo per day you've been paid 1500 or 1000. Imagine ukienda hizo jobs vizuri. Tukifunga shule mimi sikuwa ienda home, uliwahi niona. Mimi sikuwa naenda home after kufunga shule. Nakaa huko najua kukaa. So even after school it was not difficult for me sasa to survive in Nairobi. Sasa kuna environment being a village girl. Yeah. Environment yenye mtu amelelewa. Nataka watu wa grasp something. Environment inaweza kuzuia ukue yule mtu unataka kuwa. Na pia environment inaweza kusaidia ukue yule yani chenye unataka kuwa. Sasa nataka mgeni wetu atuambie mtu wako kwa environment mzuri lakini hajui kabisa anataka kufanya nini. Hata ukimuuliza hajui, huyo mtu naye anaweza saidiwa aje? That is a very wide topic. I think it's on identity. Kujijua, who am I? Mimi Wanjiru, who am I? Apart from my name, mimi ni nani? Kama vile unasikia at our age, we could tell that time tunataka kukua. So hata ungejipata maybe kama ulikuwa keen, ulikuwa unajaribu na venye a certain jana anafanyanga, unajaribu kuatika yeye. So now unapata huyu mtu mwenye hajui chenye anataka kukua. Sana hiyo crisis inakujianga hapa kwa teenage. Teenage inaanzanga hapa kwa teenage. I think we'll have a whole topic on the same. Hapo kwa teenage sasa unaanza kuona mtu ameanza kama ni msichana anataka kuvaa kama a certain musician kama kina Nicki Minaj, kina nani, kama ni Charlie, kama ameanza kufanya nywele zikaeza a certain person, anajitafuta tu. Ameanza kufanya nywele zikae kama hizi zangu, anasema yule msanii naonanga. So but so such a child kwenye anaishi kama sisi, unasikia kwenye tunatoka, lazima ungetafuta someone mwenye ameona mbele. So if you wewe unataka kusema sisi tuko tunaona nyuma? No necessarily, but the fact remains kuna watu ulikuwa na admire unaweza kuwakaa wao. That is what I mean. So fast forward na nataka ushatuambia umefanya CPA, ukatuambia na sasa nimekuleta sababu wewe ni psychotherapist. Nataka sababu tutakuwa tunakuhold, inaitwa kuhold, tutakuwa tunakuhost most of the time, tutakuwa tunakuhost ndio uongee na mayouth saa hii sababu wanakuneed. Pale uliniambia mtu akikuja kuona yani session ya 1 hour ni 2000 ndio? Yeah. So nataka saa hizi to fast forward
umeshasoma mpaka KCA, umegraduate, umekuja kwa job market, ukafanya kama accountant. Ni wapi ilifika mahali ukasema hii kitu ya mahesabu si yangu, nafaa niongeleshe watu, nafaa nisikize watu na niwa guide kwa maisha, ndio ukakuwa psychotherapist? Thank you. Sasa there is this saying which says if you do what you are called or born to do, that is your purpose, you'll not be working, you'll be living your life. So hata kama ni yuko kwa accountant, itakuwa I'm doing life. Ushaiona wasee hata mseni karao anakuanga the best juu yeye si kusukumwa kama mimi. No, yako ilikuwa sababu ile kazi ya haraka, si umesema hivyo mwenyewe. Lakini so kuna hao wenye tunaanga mpaka wamesaidia wa mama kwa barabara. Those people, they are living their purpose. So for mimi, when I was an accountant all along, I think I've ever told you I have a weakness which is also a strength. Napenda vitu ziko sawa, sipendi madhogodhanio. It's something nimerealize later, inafaa kukua addressed, ni tone down, ibaki to the normal level. Life, so nilikuwa nikikaa kwa hizo ofisi. Kama the last job post yenye nilikuwa accountant in a certain food company. I used to do more of work therapies than my work. I'm an accountant in a branch, and now I'm dealing with cashiers. Najua cashiers wako under mimi, wako under finance, na kuna managers, kuna nani. So these cashiers could come broken. Broken. Nataka kukujibu hii swali in form of they could come broken. Mimi naketi tu na mtu Kibushi, and that is the end of her and the struggle she's having mentally. Yani tutawoka jani. Sasa hiyo sina hata experience. Then now, mtu anaweza kosa kujijua, but wale watu wako sincere, they want the best in you. They can tell there is more hidden in you. Yeah. That was my mother. COVID hit me hard. Nikarudi home. Ndio nichukue sasa bearing life. So tulikuwa na yeye home. Though mimi nilisema, I think ndivyo nilikuwa na awareness, depression inaweza nigonga. I never called home even one day. Mimi nilikuwa naamka, naoga, naenda Kirogoya ama naenda Kutus. Naenda na chill na mafans. Naenda na do 1-2 huko. 1-2 home jioni. Job. Naenda nauza vitu. I used to I'm also an entrepreneur. Naenda nauza peanut butter. Na itishabeshte yangu manguo kutoka Isilia na nitumia niweke vest. Hizi niweke this and this. So unafanya kama hoka? No. Siku na rafiki zangu wakaona kazi huko, wao after shule walienda wakafungua M-Pesa. Walienda wakafungua this and this. Sasa huko ndiko sasa naziuza hata online. Hapo ndio pick up point. So mimi hiyo depression haikunigongea hapo. But my mom, she was asking me, hii kosa umefanya ya hesabu, unaweza fanya waje ufunze? Because you are more of someone to talk to people or to listen more than kwa ofisi. Yes. There is something I see in you. Ama unafaa kukuwa journalist. Aliniuliza, nikamwambia mimi. Then ananiambia you have a voice, as in uko na kakomad fulani, ukiongea mtu anakusikiza. Nikamwambia mom, mimi niende kwanza kwanza aliniambia unaweza weka hata hiyo we are from the village and we are proud. No, kwanza aliniambia hivi, wewe nataka ujue venye utaenda kufanya inaitangwa postgraduate. Hii diploma inafanyangwa ya teaching, ukuwe mwalimu wa high school. Why? Wale watu wenye tulisoma nao wakakuwa walimu wa high school bado wanalipwa, na ni COVID wanalipwa na bado wako home. Mimi nikamwambia mimi naweza funza mama, but sasa na zile vitu nimepitia kwa maisha, hiyo level kwanza nimepita. Mimi sitaki kuamkanga 5 naenda class. Sitaki. Kama ungeniambia nirudi shule tena nikuwe lecturer, hiyo nitafanya. Akaniambia sawa, hiyo ndio utakuwa basi. Hiyo lecturer. Yes, kama utafunza. You know, she wanted the best for me. Mpaka kuna cousins juu anafanya kwa technical institutes kama Lex, ananiambia, ananipeleka kwa wao physically, ongelesha huyu msichana. Afai kuwork behind the
outdoors, anafaa kukua nje. Either ana address wase, anafunza ama ana do something. Then hiyo tu wakati wa COVID, so many friends wangu wenye wali lose job walikuwa so broken. They could call me. Na mimi najua sasa mimi pia mimi na survive. Mimi nakuwa now that support system yao. Usha gonga rock bottom na ukainuka. Na haija kuaffect, so at least unawasaidia to. Niko somewhere, niko better. Fast forward. COVID ikaisha. Mimi sasa nishazoea kusurvive, nalala home. My daughter, she's well at home, tuko na yeye huko home. Napata pesa. So unaona siko hivyo, nilikuwa nishaanza kupata kale tulisema ukisoma urudi home, akili zinaanzanga kufunguka. Kurudi nyuma tena sasa unaanza kutosheka. Nilikuwa nishaanza kutosheka. Comfort zone. Nilikuwa that is the word I'm looking for. Nikarukuwa comfort zone, kukaa home. Sasa kitu tu ili happen one day, niliibiwa kutus, pesa, simu, kila kitu. I think God just used that thing. Unaona venye tunasimamanga pale home kupanda mat. Ilikampa mat uko kuna babangu anasienta na Wish. Hata sikukumbuka kuangalia hiyo gari haikuwa Wish, ilikuwa Fielder. Kumbe ni watu wanyaukuja ilikuwa Oktoba wakati watu wanapewa bonus. Wanakuja kubeba tumzai, wanatu confuse na mavitu. Sio wanatumianga nini? Wanaibia. So mimi nimeingia nimemuuliza kutu ngapi, ameniambia 60 bob ndani. Nimuuliza unalipa na simu ama cash? Na nimetulia. All of a sudden that driver anaanza conversation. Hizo vitu wanakuanga wamepulizia kwa gari or something, I don't know. Kumbe wenye amebeba ni watu wanafanya na wao stuff. Wanakupea stories za jabaki. Unajipata, but the more you talk with them, the more unakaa mjinga, as in ni kama unalewa zaidi. The more mnaongea. So the last point nakumbukanga nilifika Kutus, wakanisimamisha Equity Bank. Nikaingia. Karaudem alikuwa hapo, wakaniuliza madam uko sawa? Kwa zile za niko poa. Si unajua saa hizo niko na I think sijui what they use. Mimi nadhani tu wanatumia majuju like stuff, I don't know. Lakini nakwambia it is something. Sabsiki tulipewa ukachiwa ama ukakula. Ni kama my spirits, sijui what they use. Nikaingia mimi nikamtolea I think nilimtolea 17,000. I think kuna kapati brain yangu kalikuwa kamebaki nomo kidogo. Nilimtolea 17 nikaacha kama 10 hivi. Sijui nilijematalia nita survive nazo. Kitu kayo ilikama hapo. Nikatoka. Akaniuliza unakuanga na banki nyingine? Nikamwambia si ndio KCB. Uzuri Kutusa kuna KCB mpaka Kirugoya. So wakaona ni kama take time niko nimesharudi nomo. Wakaniambia kuna mtu najua kuwa M-Pesa. I think walikuwa wamefanya research yao vizuri. Nikamwambia niko na wao. Huyo demu anamwambia haraka hebu nipe, anaitwa Frida. Nipe 10,000. Kanipa. Nika withdraw kwa simu nilikuwa na 60 something 100. Kamwambia nene nitakupea. Sinaona niko na pesa kwa mfuko, but sijui ni za wenyewe sasa. Nazipeana. Nikavuka barabara vizuri pale chachi ya kadho, nikawapa kila kitu. Nikawapa simu, wakaniambia bushuka pale hapo kidogo. Nakumbuka that was they said. Waliniingiza hapo kwa hiyo hosiko hapo ya kadho. Wakani drop kama patient. Sinajifanya natafuta parking. Mimi sasa sijui tumeenda hosiko kufanya. Akatoka na wakaenda. Before nijirealize nimeibiwa my friend. I had nothing. Sasa hiyo kwa hospitali. Kichwa inauma. I think kuna kitu bado wanakupeanga. Sasa imeanza kunilewesha kabisa. Niliumwa na kichwa, macho, mwili yote iliuma for some days. Una sasa hiyo pain nilisikia. Nilisema kesho, kesho narudi Nairobi. That is how mimi nilirudi. Otherwise ningekuwa bado Nairobi hujaibiwa, umekuja kuibiwa kwenu ungestaki. Hizo miaka 10 sijawahi patana na mtu akanipora. Naimbiwa home. But God aliuse your pain. Juu aliona huyu mdemu ashafika kwenye alikuwa naenda. Mpaka umesave tu pesa kwa account. So nilirudi Nairobi nikapata job. Best yangu tulikuwa naye kampo akaniambia heshia una job kwetu kuna chukuliano 2021. Akani connect job nikakuwa branch accountant. Nikafanya mpaka siku yenye niliresign. So when I went back, hapo ndipo sasa jani yangu uko kwa hiyo ofisi sasa. Una sasa nilikuwa nishaanza kuambia God. Then I went back to Nairobi, I got saved.
Sana pia spiritually nikakuwa aligned. Nikafunzwa na pasi wangu, alikuwa very patient with me. Akanifunza how to know your purpose. Kuombea destiny yako yenye maybe unajua yangu ilikuishaanza kudhogodhana somehow. A story for another accountant, day. Unafanya kazi kama ya hoka. Imagine nafanya all. Unataka kwenda kwa ofisi. Yeah, na feel office si space yangu. Nimeibiwa kwanza, nasikia sasa. Nakumbuka hiyo kitu naamka mapema nisiwaijipata tena Kirinyaga. So hapo kwa hiyo unaona sasa nimeanza kufunzwa. Niko na spiritual nourishment mzuri. Na niko job pale na shida nikisaidia wasichana. One day just something came after church. Nakumbuka nilikuwa kwa balcony. You know God does not speak like Wanjiru. And a therapist. No. He can't use that sound kama ndio anajua ndio the best for that moment. But sasa yeye deposit kitu in my spirit after church. Nilikuwa kwa balcony. And I shared with a friend. Nikajua kumbe hiyo ndio tunafaa kukua. Mimi nilianza kujiona nikiongelesha watu. Watu wakikuja wanaongea na mimi wanapona all of a sudden. Na nikanyamazia. After hapo nikanyamaza. Then kukakamizwa chance. Pastor wetu akakuja after few months aka-announce kuna shule open for therapist, akasema what could mental health awareness ikakuwa very high juu ya COVID. After COVID. Yes. Do you know one day nilikuwa na struggle hiyo kumake decision ya kwenda shule kutoenda, akaniambia ulijiandikisha class kwa ile shule? Nikamwambia, nikienda kujibu akaniambia please do. He never gave me a chance ya kusema hapana ama kusema sina pesa. Na penye alikuwa amenipeleka hiyo safari ya kujijua na all that, there is something he had seen in me. Na maybe mimi sioni. Do you know nilienda tu nikaregister na nikaingia shule by faith. Nikasoma mpaka nikamaliza. Venye tu niliingia shule nikajua yani all these years this is what I've been looking for. So even my mom aliniambia hiyo ndio kitu yenye nilikuwa nataka ukue na sikuwa najua. Juu in our place hakuna psychotherapist, unajua mgani? Hakuna mwenye najua. Kuna mwenye ninajua mimi, lakini saizi wako. Kuna wenye wako hata wamesoma kuniliko. Hata wako na masters. Lakini kitambo, hiyo time sasa vile tumemaliza shule na ndio tunaanza sasa safari ya career. I think ni hivyo venasema. Hakukuwa na psychotherapist. Kuna vile ulisema ile ati ukarao anaamka na kazi yenye anafanya. Kuna kitu moja pia nimekam kuona. Unaweza kuwa ile kazi umeingia ama yenye unafanya si yenyewe ulikuwa unapenda, but along the way kuna vile hiyo kazi unaweza fanya uizoee mpaka uipende, sababu inalipa bills. Unajua hiyo ndio inakuanga sababu. Sasa inafanya usiteseke. Kama mimi sasa ya karao, I think nilifanya nikaipenda, nikaiona na dimension nyingine, ikabadilisha mindset. Lakini hata mimi kuna wakati hata nilikuwa nimepostia watu the other day, kuna wakati nilikuwa nimefikiria pia niache nifanye something else, ambayo something else ni story tu ya media na muziki na kuonekana kwa kamera, na God na njia yake amefanya sasa tuko hapa tunaweza kuwa na kipindi. So safari ya kujijua umetuelezea vizuri, na at least tunakujua, tunajua who Wanjiru Gishobi is, na sasa utakuwa unatupeleka hizo safari, tutaenda ite na kwete ama inaita mtu anasemangaje, bit by bit, bit by bit. Yeah, we gonna get there. Tutaenda bit by bit ukituchanua na ukichanua wale wenye watakuwa na to watch ndio waweze kujijua, mtu aweze kuishi kulingana na purpose yake kwa life. Na umetaja ya spiritual alignment. Let me tell you, me I don't know ningekuwa nini by the way. Kama singeokoka sijui ningekuwa. So kuna mtu ukijaribu kumuintroduce ya wokovu. I feel tuko na ile dhana ya, do you believe life is spiritual? I believe life is more spiritual. Now if you understand that there is need to be spiritually aligned for you to actualize your purpose. Mimi hivyo tu ndivyo naweza sema for now. Juu mimi nilikuwa nimetapaka papa, nimejaribu hii. Nakwambia mpaka niko na registered company, ziko na mpaka KEBS. Sio maybe ni entrepreneur. Yeah. And all that never could bear fruits mzuri zenye naweza oneshana ndio hizi. Ilinisaidia kusurvive, lakini haiku actualize to something. Juu pia nilikuwa kuna one dimension of a normal mimi ilikuwa imegemea ni spiritual.
I worked on it. Saizi hata naweza kuwa maybe I'm broke but I nishtui, I have hope. Hiyo hope watu ndio kosa sana hope. Nitatafuta tu iko tu kwa spiritual realm. Tufungie hapo. Na asante sana kwa kuja. Sasa vile mshajua mgeni wetu, wakati tutakuwa na yeye tena hapa kwa hiki kikao, tutaanza kuongelea addiction. Sababu tunajua ni kitu moja ina pull watu back, wanakosa kurealize purpose yao kwa maisha. Na sababu yeye ni psychotherapist, mpaka aanzie na sisi. Psychotherapist hawadungani sindano, ni maneno, wanaponya na maneno. So asante sana mgeni wetu kwa kuja, na kwa hiyo episode nyingine wakati tutakuja tena, nataka tuambie watu ama tuwaelezee kuhusu addiction. Thank you very much for watching. We will be back. Nikwambia hapa tuna have ordinary conversations in an ordinary way. Ordinary conversations zenye zina affect ordinary people but in an extraordinary way. So adios. Proxy.